tujitahidini, tubadilikeni. Nafahamu si rahisi kubadilika. Ni busara katika hadi iliyofika serikalini sasa tukaendelea kufanya kazi kwa mazoea. Moja katika tamko la ilani la chama cha Afro Shirazi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 63 ilikuwa kuwapa nafasi wa Afrika wa Zanzibar wenyewe kuiongoza serikali yao. Na baada ya mapinduzi hili limetekelezwa 100% na serikali ya mwanzo akiongozwa marehemu Mzee Karume. Kutokana na mafanikio hayo, Dr. Shein ameeleza kuwa ndani ya miaka 53 wananchi wa Zanzibar wamekuwa wakijiongoza wenyewe, hivyo ni vyema kwa kila mmoja ajisimamie mwenyewe sambamba na kuwasimamia walio chini yake, ambapo katika swala la usimamizi limekuwa halifanyi vizuri. Hivyo kuna kila sababu ya kulitilia mkazo jambo hilo. Miaka 53 tuko hapa, tunajiongoza wenyewe. Sasa kujiongoza wenyewe manake kila mtu ajisimamie mwenyewe ule uongozi wake na kuwasimamia wengine waliokuwa chini yako, yani become a supervisor. Hili la supervision hatulifanyi vizuri. Tumechukua mamlaka sisi wenyewe sote tuliko hapa, ndio serikali yenyewe, lakini hatufanyi vizuri sana katika swala la usimamizi. Dr. Shein amesisitiza kuwa swala la umuhimu wa takwimu na matumizi yake ni jambo kubwa, na kuanzia sasa serikali itaweka mkazo mkubwa zaidi kwenye takwimu kutokana na umuhimu wake katika maendeleo ya nchi. Pamoja na hayo, Dr. Shein ameeleza kuwa Zanzibar imepiga hatua kubwa katika ukusanyaji wa mapato yake, kwani tokea mwaka 2010 wakati alipoingia madarakani, mapato yameongezeka kwa kiasi kikubwa, takribani mara 4. Hivyo hakuna kisingizio, kwani serikali iko vizuri na cha muhimu ni kufanya kazi. Amesisitiza kuwa serikali iko vizuri na tofauti ya baadhi ya watu wanavyozungumza. Lakini serikali inakwenda vizuri, tofauti na wengine mmewasikia. Wengine hawana hoja, they just like to talk. Na sisi wajibu wetu tufanye basi. Tumeahidi sisi kuongeza kima cha chini cha mshahara tarehe mosi Aprili, tutafanya 100%. Naye makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Balozi Seif Alidi amesisitiza haja ya kuwepo mashirikiano katika utoaji wa takwimu na kuzitaka taasisi za umma na zile za binafsi kushirikiana vyema na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Kwa mimi ningeomba tu taasisi sisi tushirikiane na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali katika kupata takwimu hizo. Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Khalid Salum Mohamed naye ametumia fursa hiyo kueleza kuwa wizara yake kupitia ofisi ya mtakwimu mkuu itahakikisha kuwa sheria ya mtakwimu mkuu wa serikali inatekelezwa vizuri na kupanga mipango madhubuti kwa utekelezaji, huku akiwataka viongozi kwa usimamizi wa utoaji wa takwimu sahihi. Ni kuhakikisha hii sheria kwanza tunaitekeleza kwa ukamilifu wake. Lazima iwe enforced kwa sababu mambo mengi ambayo yanazungumzwa yamo kwenye sheria. Tukizungumzia mfumo umo kwenye sheria. Lakini na msimamizi wa sheria amepewa nguvu za kisheria kupitia sheria hii. Katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi Dr. Abdulhamid Yahya Mzee ameitaka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kuitumia vyema sheria yake ya nambari 9 ya mwaka 2007 ambayo inaipa ofisi hiyo mamlaka ya kuratibu na kusimamia masuala yote ya takwimu ambayo itatatua vyema changamoto zilizopo. Kwenye sheria kuna kila kitu. Wamepewa uwezo mkubwa sana. Kwa moja kwanza ni kwamba watumie ule uwezo ambao wamepewa kisheria ili waweze kuenforce hayo mambo ambayo wanalalamikia. Nao washiriki wa semina hiyo wakitoa michango yao mbalimbali wamesisitiza haja ya kuwepo kwa mashirikiano baina ya taasisi zao na ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali ili kufikia lengo lililokusudiwa, pamoja na kueleza umuhimu mkubwa wa kuwepo takwimu sahihi kwa maendeleo ya nchi. Nikiripoti ni mimi Omar Ahmed Mcheju.